No reform, no election ni kauli mbiu ambayo uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa sasa unaenda nayo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu ambaye amechaguliwa mwaka 2025 mwanzoni akichukua madaraka kutoka kwake Philemon Aikael Mbowe amekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia kwa takriban miezi miwili mpaka sasa. Akiendelea na ziara yake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025, Tundu Antipas Lissu hapo jana alikuwa mkoani Songea, wilaya ya Mbinga, ambapo hapo jana alifanya mkutano na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. No reform, no election ni moja ya kauli mbiu ambayo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikiongozwa na Tundu Antipas Lissu pamoja na makamu wake mwenyekiti John Heche wanaenda nayo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Mkutano wao wa hapo jana umeingia na doa baada ya mkutano kumalizika. Tundu Antipas Lissu alikamatwa na jeshi la polisi likiongozwa na OCD, huku sababu za kukamatwa kwake zikionekana kutowekwa wazi kutokana na wale waliomkamata. Tundu Antipas Lissu kabla ya kukamatwa kwake alionekana akitoa maneno kadhaa akisema, "Si wamekuja kunikamata, wameniambia nisiingie kwenye gari, basi na mimi siingii kwenye gari, nitabaki hapa hapa na nitalala hapa hapa." Ni moja ya maneno ambayo Tundu Antipas Lissu aliyatamka kabla ya kukamatwa kwake na kuwekwa kwenye mikono ya jeshi la polisi. Kumekuwa na orodha ya kukamatwa kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa wakati tofauti kutokana na matukio tofauti. Yafuatayo ni matukio yanayohusiana na kukamatwa kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa takriban mwaka 2024 na mwaka 2025. Tukio la kwanza la kukamatwa kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni Aprili 9 mwaka 2025, ambalo Tundu Antipas Lissu kwa mwaka huu amekamatwa kama mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Amekamatwa Tundu Antipas Lissu huku sababu zake zisitajwe, hazijawekwa wazi kuwa yeye amekamatwa kwa sababu gani. Mwaka 2024 viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakiwemo Tundu Antipas Lissu pamoja na katibu mkuu John Manyika walikamatwa. Kwenye orodha ambapo Tundu Antipas Lissu alikamatwa na John Manyika, walikamatwa pia wafuasi wapatao 400 ambao walikamatwa pamoja na kiongozi Tundu Antipas Lissu, wakati Philemon Aikael Mbowe akiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tukio lingine ni Septemba 2024 ambapo polisi waliwakamata viongozi wanane wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akiwamo Philemon Aikael Mbowe, Tundu Antipas Lissu kabla ya maandamano yaliyopangwa kupinga kile walichokiita ukandamizaji dhidi ya wafuasi wao. Wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walikamatwa kutokana na kile walichokiita ukandamizaji dhidi ya wafuasi wao. Matukio ya kukamatwa kwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yameripotiwa sana. Hapo juzi Dr. Slaa naye alikuwa kwenye mikono ya jeshi la polisi akishikiliwa kwa sababu zilizotajwa ni sababu za uongo. Alichapisha maudhui ya uongo katika mtandao wake wa X hadi iliyofanywa yeye kukamatwa na kuwekwa kwenye mikono ya jeshi la polisi. Mkutano wa mwaka 2024 wakiwa jijini Mbeya ulizuiwa. Wakiwa kama viongozi wa Chama cha Demokrasia walitarajia kufanya mkutano jijini Mbeya katika maeneo ya Rwanda Nzovwe, walizuiwa na jeshi la polisi kufanyika kwa mkutano huo. Siku ya mkutano jeshi la polisi lilienda kuweka kambi na kuzuia mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu hapo jana kumezua gumzo katika mitandao ya kijamii, huku kila mtu akichapisha yake kuhusiana na kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu akiwa kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Godbless Lema ni mwanachama kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye kwa mwaka 2010 aliwahi kuhudumu kama mbunge wa jimbo la Arusha mjini 2010 mpaka mwaka 2015. Godbless Lema naye ameweka yake ya moyoni kuhusiana na kile
kinachohusiana na kukamatwa kwa kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Antipath Lissu. Ameandika kama ifuatavyo: wanataka kukunyonga mpaka ufe kwa kupigania ustawi wa nchi, usiogope. Ameweka picha ya Tundu Antipath Lissu, ameweka pia na kamba ambayo huwa inatumika katika hukumu ya kujinyongwa. Kwenye moja ya mashtaka ambayo viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo yamewahi kuwakuta ni yale ambayo yalimkuta Philemon Aikael Mbowe, yakihusiana na mashtaka ya uhaini ambayo hukumu yake ni kunyongwa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetufikia hivi karibuni za chini zinaonyesha kwamba Tundu Antipath Lissu, moja ya mashtaka yatakayomkabili baada ya kukamatwa kwake ni kunyongwa. Hivyo moja ya kauli ambayo inaendelea kuvuma mpaka sasa ni Tundu Antipath Lissu kukamatwa kwa sababu za kiuhaini, hivyo atapata hukumu ya kunyongwa, kwa moja ya kauli ambazo zinaendelea mpaka sasa. Lakini bado haijafahamika Tundu Antipath Lissu amekamatwa kwa sababu ipi. John Heche ni kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, akitumika kama makamu mwenyekiti wa mwenyekiti Tundu Antipath Lissu. Yeye ameandika katika ukurasa wake wa Twitter, akiandika kama ifuatavyo. Ameandika hivi John Heche: chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti, Mbowe alifunguliwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti Mbowe alifunguliwa kesi ya uongo ya ugaidi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Leo tena mwenyekiti wetu Tundu Antipath Lissu anafunguliwa kesi ya uongo na uhaini ambayo hukumu yake pia ni kunyongwa. Msimamo wa chama chetu ni kuendeleza mapambano ya no reform no election. Ameweka tag pale, no reform no election. Hakuna kurudi nyuma na tutashinda. Hayo ni maneno ambayo John Heche ameandika katika ukurasa wake wa Twitter, akiandika kuhusiana na kile kinachoendelea kutokana na kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo. Mfululizo wa matukio ya kukamatwa kwa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo unaendelea kupunguza usalama kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025, kwa mujibu wa wadau wanavyotoa maoni yao kuhusiana na kile kinachotajwa kukamatwa bila sababu za msingi. OCD mkoani Songea amemkamata Tundu Antipath Lissu akiwa kwenye mkutano wa hadhara dhidi ya wananchi wa chama cha demokrasia na maendeleo, huku akiendeleza na kampeni yake ya kuelekea mwaka 2025. Mkutano uliozuiwa Mbeya ulizuiwa ukiwa tayari vibali vyote vimekamilika, taarifa zote zilikusanywa, ila siku tu ya mkutano jeshi la polisi lilizuia mkutano kufanyika. Maandamano yalikuwa yakiwa ni moja ya maandamano ya amani, yakiwa tayari vibali na taarifa zake zote zimekamilika, yalizuiwa na jeshi la polisi. Moja ya taswira ambayo wadau wanaileta ni kuelekea pressure ya uchaguzi wa mwaka 2025. Sasa hii ni Flow Updates, yote yanayojiri kuhusiana na kukamatwa kwa kiongozi Tundu Antipath Lissu itakuletea hapo ulipo. Cha msingi ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare video zetu na bonyeza alama ya kengele kwenye kipaza. Ni mimi Flow Winvitus. Nikutakia wakati mwema na bye bye.